Mvua ilianza kunyesha tena, safari hii ikiwa na upepo mkali. Liana alijikuta akikimbia kuelekea kwenye miamba, huku sauti za nyayo zikimfuata kwa nyuma. Hakujua amwamini nani. Ryan alikuwa amemvisha pete ya mtego. Brian alikuwa na siri ya picha ya baba yake, na sasa mama yao marehemu ametokea akiwa na silaha. "Simama Liana," sauti ya yule mwanamke ilipiga kelele. "Ile pete itakata kidole chako kama hutaifungua sasa hivi. Ni mimi pekee ninayejua namba ya siri." Liana alijibanza nyuma ya mwamba mkubwa akitazama ile pete. Mwanga wa kijani sasa ulikuwa mwekundu na umeanza kutoa sauti ndogo ya beep. Alikumbuka maneno ya Brian kuhusu bomu. Je, bomu halikuwa kwenye gari? Je, bomu lilikuwa kwenye kidole chake? Kwa mbali, alimuona Ryan akijivuta kwa maumivu akimfuata mama yake, huku akipiga kelele, "Mama, usimdhuru. Unahitaji alama yake ya vidole ili kufungua mfumo. Ukimuua, utapoteza kila kitu." Hapo ndipo Liana alipoelewa mchezo mzima. Hakuwa mpenzi, hakuwa mke mtarajiwa, alikuwa kifaa tu cha benki kilichohifadhiwa kwa miaka 20. Alitazama bahari iliyochafuka mbele yake na kisha akakitazama kile sanduku. Alijua akiruka anaweza kufala, lakini akibaki atakuwa mtumwa wa familia.